tukiwa nyumbani. Tunaelewa ya kwamba siku hii ya leo hatujafaulu kuwa kanisani na tuko manyumbani, lakini hata hivyo neno la Bwana litakufikia mahali popote ulipo. Ninakukaribisha tuombe ili tuweze kusikia neno la Bwana asubuhi ya leo. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru asubuhi ya leo. Asante kwa sababu wewe ni Mungu. Asante Bwana kwa sababu neno lako linafaa katika nyakati zote na katika mambo yote. Ninaposhiriki neno hili na watu wako, naomba Bwana sauti yako ikaweze kuwafikia na ukaweze kunena na maisha yetu na hali zetu kwa utukufu wa jina lako. Kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Asubuhi ya leo ningetaka tugeukie Biblia zetu katika kitabu cha Zaburi ya 11 mstari wake wa kwanza hadi wa 4, na nitasoma. Bwana ndiye niliyemkimbilia, mbona mnaniambia nafsi yangu, kimbia kama ndege mlimani kwenu? Maana tazama, wasio haki wanaupinda uta, wanaitia mishale yao katika upote, ili kuwapiga gizani wanyofu wa moyo. Kama misingi ikiharibiwa, mwenye haki atafanya nini? Bwana yu katika hekalu lake takatifu. Bwana ambaye kiti chake kiko mbinguni, macho yake yaangalia kope zake za wajaribu wanadamu. Asubuhi ya leo ningetaka ninene na wewe mpendwa kuhusu neno hili. Ikiwa misingi itaharibika, mwenye haki atafanya nini? Zaburi hii ya 11 inasemekana ni zaburi ambayo Daudi aliandika wakati ambapo Sauli anamtafuta ili kumwangamiza. Daudi tu alikuwa ametiwa mafuta na Bwana. Na hapa katika maandiko haya tunaona wale washauri wa Daudi wakimwambia Daudi, kwa sababu mambo yamekuwa magumu na yamekuwa mabaya, aweze kukimbia katika milima na awache kumtumainia Bwana Mungu wake. Neno la Bwana linatuambia ya kwamba Mungu ameahidi ya kwamba kuna nyakati ambapo vitu vyote ambavyo vinaweza kutingishwa zitaweza kutingishwa, lakini kile ambacho kitabaki ni kile tu ambacho hakiwezi kutingishwa. Tunajua wapendwa, katika miezi michache ambayo imepita tumekuwa na jambo ambalo limekumba taifa letu na hata limekumba dunia yote kwa ujumla. Na sasa watu wana maswali mengi, ikiwepo pia watakatifu wa Mungu ambao wanajiuliza itakuwa namna gani. Kuna watu wana maswali ambayo hayawezi kujibiwa ama hayana maswali kwa sasa. Inaonekana misingi imetingishwa. Misingi hapa Biblia inapozungumza kuhusu misingi inazungumzia kuhusu kitu gani? Inazungumzia mambo ambayo wanadamu wanaweza yaamini, wanaweza yategemea, wanaweza yaangalia. Kwa mfano, kuna mambo ambayo ni nguvu ya kisiasa, nguvu ya kiuchumi, heshima na mafanikio na hata maendeleo. Lakini kwa sasa tunapotazama katika dunia ya leo, haya mambo yote ni kama hayafanyi kazi. Kisiasa, wanasiasa ni kama wamefika mwisho. Kiuchumi, uchumi wa dunia ni kama unaanguka. Hakuna kitu ambacho sasa mwanadamu anaweza kukitegemea, na basi sasa inakuwa watu watafanyaje? Lakini nataka nilete neno la Bwana kwako wewe asubuhi ya leo, nikutie moyo, nikwambie ya kwamba yuko Mungu mbinguni ambaye tukimtegemea hata wakati huu wa mambo mazito na magumu anaweza tusaidia, anaweza kutusimamisha. Na ndio maana neno la Bwana asubuhi ya leo linauliza, je, misingi ya dunia ikitingishwa, misingi ikitingishwa, wenye haki watafanya nini? Wapendwa, asubuhi ya leo mimi na wewe tuna jawabu kwa dunia ya kwamba yuko Mungu ambaye anaweza kutusaidia. Na asubuhi ya
Bwana. Wakati huu wapendwa, sio wakati wa kudhoofika. Wakati huu sio wakati wa kunyong'onyea, lakini wakati huu ni wa kuweka matumaini yetu katika Bwana. Unaposoma Biblia katika kitabu cha Samueli wa pili, nitasoma kwa haraka kwa sababu ya muda. Mlango wa 2 na mstari wa 2 anasema hivi, Biblia inasema hivi: basi Daudi, katika kitabu hiki cha Samueli wa pili, mlango wa 2 na mstari wa 2, neno la Bwana linatusaidia kutuonyesha ya kwamba Mungu siku zote anawasaidia watu ambao wanamtegemea. Wakati huu Daudi akiwa katika hali ya kukimbia, akiwa katika hali ya mafadhaiko makubwa, yeye aliweka matumaini yake katika Bwana. Ndio maana nawauliza hawa washauri wake, kwa nini mnaniambia nikimbie milimani, lakini mimi nataka mjue nimemweka Bwana kama kimbilio na tegemeo langu. Zaburi nyingine ambayo tunaweza soma asubuhi ya leo ikatusaidia katika neno hili ni katika Zaburi hii ya 84 na mstari wake wa 5. Zaburi 84 mstari wake wa 5. Neno la Bwana linasema hivi asubuhi ya leo, neno la Bwana linasema hivi: wakamwelekea macho wakati wa nuru, wala nyuso zao hazitaona haya. Wapendwa, tunapomtumainia Bwana, tunapoweka matumaini yetu katika Bwana, maandiko yanatufundisha siku zote watu walipopatwa na mambo mazito kama tulio nayo katika taifa na katika dunia nzima, walipopatwa na mambo haya, wakainua macho yao wakamwangalia Mungu. Biblia inasema wakatiwa nuru, wala hawakuona haya. Katika Bwana wapendwa, kuna matumaini. Tumfanye Bwana matumaini yetu asubuhi ya leo. Ukisoma Biblia katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, mstari wa mlango wa 20 mstari wa 12 hadi 15, ni wakati ambapo Yehoshafati na Yuda pamoja na Yerusalemu wote wamezungukwa na maadui, lakini Biblia inasema maana Yehoshafati na Yuda waliweka matumaini yao katika Bwana. Biblia inasema wakaenda katika nyumba ya Mungu wakamulilia Bwana, na walipomulilia Bwana, Biblia inasema ya kwamba Mungu akawaambia, vita hivi sio vyenu, lakini vita hivi ni vyangu. Wapendwa, inawezekana asubuhi ya leo macho yako yanapotazama hayaoni matumaini katika mambo ya dunia hii, lakini inua macho yako, mtazame Bwana, mfanye Bwana kuwa tegemeo lako, naye Bwana hatakuaibisha wala hautaona haya katika jina la Yesu. Jambo la pili ambalo tunafaa kuangalia kama watakatifu, misingi ya dunia inapotingizwa, jambo la pili ambalo tunahitaji kufanya wapendwa, ni kuliamini neno la Bwana, ni kumwamini Bwana kwa kile ambacho amesema. Imani ni kumwamini, ni kuamini na kufanya kile ambacho neno la Bwana linasema. Najua asubuhi ya leo kuna mambo mengi ambayo yanaweza kuonekana kama yalikuwa tegemeo, lakini sasa sio tegemeo tena. Lakini Bwana hata wakati kama huu anasema nini wapendwa? Tunapopitia janga hili la korona na matatizo mengine tulio nayo katika dunia, je, neno la Bwana linasema nini kwa ajili ya maisha yetu? Neno la Bwana linasema nini kwa sababu ya wateule? Neno la Bwana linasema nini kwa sababu ya watu wenye haki? Ukisoma kitabu cha Mathayo mlango wa 7 mstari wa 24 hadi mstari wa 25, Biblia inasema, yeye atakayelisikia neno langu na kulifanya, nitamfananisha na mtu ambaye mwenye hekima, ambaye alijenga nyumba yake juu ya msingi, na wakati ambapo upepo ulivuma, mvua ikanyesha na dhoruba zikaja, nyumba ile ilisimama. Wapendwa, nataka niseme hivi asubuhi ya leo, udhabiti wa mtu ama udhabiti wa taifa ni katika Mungu kupitia neno lake. Wakati huu wa janga hili, wakati huu wa mateso, mambo ambayo tunapitia katika dunia ya siku ya leo, kuna matumaini katika neno la
kitabu cha Warumi 15 mstari wake wa 4. Biblia inasema hivi: kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Paulo anapozungumza, wapendwa, anasema ya kwamba mambo yaliyotutangulia yaliandikwa kwa sababu yetu, na haya mambo yaliandikwa ili atufundishe. Ni mambo magani, wapendwa? Tunaona katika Biblia kuna nyakati watu walipitia nyakati ngumu. Wengine ilikuwa ni vipindi vya magonjwa, wengine ilikuwa ni vipindi vya kukosa fedha, wengine ilikuwa ni hali mbaya ya hewa, kukaingia nije kwako mpendwa asubuhi ya leo kukuambia ya kwamba misingi inapotingishwa, kuna msingi mmoja unaobaki ukiwa umesimama, na msingi huo ni Kristo Bwana wetu. Tukikaa katika neno la Bwana, tukikaa katika kumtumainia Bwana, tukikaa katika kumwangalia Bwana, tukikaa katika hali ya haki na utakatifu, wapendwa, tutayashinda mambo haya. Na sio tu katika dunia hii, wapendwa, pia tutakuwa tumejiandaa kwa sababu ya maisha ya umilele ambayo hayana shida, ambayo hayana matatizo. Jambo hili la korona limewasumbua watu wengi. Haijawahi, wapendwa, kuingia katika mawazo ya watu kwamba leo watu watakaa nyumbani wasiwe kwenye makanisa, lakini hata hivyo imetokea. Inatufundisha, wapendwa, ni wakati wa kutengeneza njia zetu, ni wakati wa kumtumainia Bwana zaidi ya vile ambavyo tulimtumainia mbeleni. Ni wakati wa kushika neno la Bwana. Wakati wengine wakiongea kuhusu kukata tamaa, sisi wapendwa tunahitaji tuambie dunia kwa Mungu kuna matumaini. Nataka Wakristo na watakatifu wote kwa ujumla, mahali popote unaponitazama na kunisikia, weka matumaini yako katika Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Ninapomalizia ujumbe huu asubuhi ya leo, nataka niseme hivi: Paulo anapozungumza na kanisa la Waefeso katika kitabu cha Waefeso mlango wa 6 mstari wa 10 na kuendelea, anasema, hatimaye wapendwa, muwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Wapendwa, hatimaye, baada ya kusikia habari za korona, baada ya kusikia hali ya kiuchumi ambayo ni mbaya katika dunia ya leo, kwa sababu uchumi wa dunia saa hii unaanguka, hakuna biashara zinaendelea vizuri, nchi nyingi zimefunga mipaka yao, hakuna ndege zinaingia wala kutoka katika mataifa mengi, hali ya uchumi iko vibaya. Lakini Paulo anasema nini, wapendwa? Wakati misingi itakapotingishwa, hatimaye watakatifu wa Bwana tuwe hodari katika Bwana na tuwe na nguvu katika uweza wake. Jina la Bwana libarikiwe. Asubuhi ya leo Paulo anaendelea kutuambia ya kwamba na tuvae silaha zote za Mungu ili tutaweza kupigana masharti na mwongozo tuliowekewa na serikali yetu, kwa sababu wanatujali, kwa sababu pia wana jukumu juu ya maisha yetu. Lakini hata hivyo, wapendwa, unapotazama kutimiza haya mambo yote, kuwa nyumbani wakati ambao unafaa, kujikinga kwa kuoga mikono na kuweka kudumisha usafi, na kama sio lazima usisafiri na usitembee, lakini tukumbuke jambo moja: tunaye Mungu anayetupigania. Tuendelee kuombea nchi yetu, tuendelee kuombea dunia, tuendelee kuomba kwamba Mungu ataleta suluhisho. Lakini wapendwa, tuelewe ya kwamba siku pia zinaendelea kuyoyoma na kurudi kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo kuna karibia. Haya ni mambo ambayo yanatuonyesha mahali tulioko asubuhi ya leo. Nataka nikutie moyo, wapendwa, kwa Bwana kuna matumaini. Hata ingawa misingi imetingishwa, misingi ya dunia imetingishwa, sayansi saa hii haifanyi kazi, madawa mpaka saa hii hayajaleta jibu kwa janga hili la korona, lakini wapendwa, tunaye Mungu ambaye kwetu ni kimbilio, tena ni nguvu, msaada
unaopatikana tele wakati wa mateso. Nataka nikutie moyo asubuhi ya leo, mtumainie Bwana. Hata wakati misingi inapoendelea kutingishwa na kuanguka, mtumainie Bwana. Ningeomba mahali ulipo tuweze kumwamini Mungu na kuomba katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, asubuhi ya leo tunakushukuru kwa sababu neno lako limesema ikiwa misingi itatingishwa, mwenye haki atafanya nini? Lakini neno lako limetuambia ya kwamba Jehova, wewe bado uko katika hekalu. Inamaanisha ya kwamba Bwana bado uko katika kiti chako cha enzi na unatawala. Hata wakati huu ambapo kunaonekana kuna giza kubwa katika nchi na katika dunia, wewe Bwana unatawala. Hivyo Bwana, tusaidie kuweka matumaini yetu katika Bwana. Tusaidie Bwana kukutazama wewe na kukuangalia. Ninawabariki wote ambao wananitazama na ambao Bwana wako katika nchi hii na dunia yote nzima. Mungu wa mbingu, kutana na maisha ya watu wako. Hata katika janga hili Bwana, fanya njia kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa viongozi wetu hata wa serikali wanapoendelea kutusaidia na kutafuta njia. Sisi kama kanisa tuendelee kukuita kwa sababu wewe ndio ulio na jibu la kweli. Bwana, tunakushukuru asubuhi ya leo.